matumizi ya kipepeo kitandani. Matumizi ya kipepeo kitandani. Na hapa namaanisha kile kipepeo ambacho watu wanatumia kujipepea. Kama wewe ni mwanamke kweli ambaye umefundwa, wakati wako wa kuolewa umefundwa, lazima kitanda chako hakitakosa kipepeo. Maana mwanamke aliyetokota kaiva ni yule ambaye kitanda chake kina kipepeo, na sio kipepeo kimoja. Vipepeo vinafaa viwe viwili. Yani kama wewe uko kwenye ndoa, umeolewa, uko na mumeo, unasema una mume mwenyewe na huogopi rorosi, basi kitanda chako lazima kiwe na vipepeo vingapi? Viwili. Nitakujuza kazi ya hivi vipepeo. Wewe kwanza, hivi vipepeo vinakaa wapi? Pale kitandani si huaga kuna mito miwili? Sasa ukishatandika kitanda chako, kipepeo kimoja kinakaa kwenye mto mmoja na kipepeo kingine kinakaa kwenye mto wa pili. Ndio maana nikasema vipepeo vinafaa viwe viwili. Hivi vipepeo kwanza viwe vimeshonwa vizuri, rangi za mvuto, rangi nzuri, rangi za please call, rangi za kuita. Pia ikiwezekana hivi vipepeo viwe na misemo ya kimahaba. Unaweza ukaandika pale, wewe ndo kipenzi cha moyo wangu, ama ukaandika pale, nimepata ua la moyo wangu. Ili mradi kipepeo ama vipepeo viko na misemo ya kimahaba. Paka hapo tumeelewana? Tuende kwenye kazi ya hivi vipepeo. Jamani, unaambiwa kwamba muacha asili ni mtumwa, na siku zote asili haipotei. Hiki kipepeo kwanza ni pambo. Kinatumika kama pambo, yani unapamba kile kitanda chako. Mbali na shuka ulizotandika, mbali na kama ni leso umeweka, maana nishawaizungumzia matumizi ya leso. Kwa hiyo hiki kipepeo kinatumika kama pambo pale kwenye kitanda, umepamba kitanda chako. Vile vile inaashiria ni jinsi gani unavyomthamini na kumpenda na kumuenzi mume wako. Kwa sababu amini usiamini, wakati kama huu tunauzungumza, kuna mtu ambaye hata labda pengine hajui hicho kipepeo ni kipepeo gani. Labda yeye anajua ni ule mdudu. Lakini hiyo inaashiria upendo, tena upendo ule wa asilia. Tuache uzungu ndugu yangu, tuache usasa. Asilia ndo raha ya huba, ndo raha ya mapenzi. Na inaashiria, yani wakati wewe mwanamke, panazungumza na mwanamke, umekaa pale kitandani kwako, umetandika mashuka vizuri, mumeo ameenda mihangaikoni kazini, anarudi, anakuja anakupata wewe mwenyewe, umekalia pale. Labda pengine mumeamua kwamba, ama wewe umeamua kwamba mume wangu atakapotoka kazini akija nyumbani leo, lazima nitampa raha yake, nitampa haki yake ya ndoa. Sasa katika yale maandalizi umeandaa, mmoja wapo unatumia kile kipepeo. Ukiwa umekaa pale kitandani mwenyewe unajitia, unajipepea, kwa namna ya madaha hivi, namna ya kuitaita vile, namna ya kumkonyeza huku mwenyewe unajipepea na kile kipepeo. Sijui kama unanielewa Swaiba, unanipata? Na mwanamume yoyote atakayeona kwamba mkewe ana kipepeo kisha anakitumia, mambo namna hii Swaiba, utakuwa naachilia video, mtakuwa mnaona. Yani yule mwanamume anajua wazi kwamba huyu nimepata mke, tena mke na nusu. Mke anayejua asili ya mambo ya pwani, mtu anayejua asili mambo ya kitangatanga. Maana haya huwezi yapata bara, utayapata tangatanga, utayapata utangani na utayapata pwani, mambo ya kipwani haya. Sawa? Vile vile kazi nyingine
ya hiki kipepeo, baada ya tendo mshakula ama mwenyewe ushapeana haki ya ndoa, mumeshibana, lazima mtoto wa kiume huaga kuna kijasho chembamba huwa kinamtiririka. Uongo. Hata wewe mtoto wa kike kuna kijasho huwa kinakutiririka pale. Yaani huwa huelewi kimetokea wapi. Hata kama ni msimu wa baridi, lazima kijasho kitatoka. Kwa hiyo kijasho kimeshatoka pale kwa sababu gani? Ya ile kazi ambayo imepita pale. Zima kiyoyozi, zima fani, mambo ya wazungu hayo. Tumia kipepeo swaiba, unampepea mumeo. Wewe mwenyewe unajipepea. Na nimesema vipepeo vinakuwa viwili. Sasa pale mko nyinyi wawili tu. Kwani mnaiba cha mtu? Hamuibi cha mtu, kila mtu anakula halali yake. Mme anashika kipepeo kingine, wewe naye unashika kingine. Mnapepeana. Raha si raha? Ni raha. Wakati mwingine sasa, kwa wale ambao wamechukua usasa na uzungu wakawa wameubeba, labda kwenye chumba chako unasema kipepeo cha kazi gani, siku hizi tuna viyoyozi, sijui tunafani. Je, pale umeme unapokatika kiyoyozi hakifanyi, fani haifanyi, unatumia nini? Usiniambie huwa unatumia shati la mumeo kumpepea. Na joto letu la Mombasa hili. Usiniambie umeme unapokata hakuna feni, hakuna kiyoyozi, unachukua gwanda lako unampepea nalo. Hapo ndipo pale unatumia kipepeo. Sasa unampepea mumeo. Ishara ya mahaba, ishara ya upendo kwamba mmeshibana. Unajua thamani yako kama mtoto wa kipwani. Mambo ya kipwani ndio haya tunayozungumzia. Na katika ndoa siku zote husema mimi kwamba mwanamke ni kujiongeza, mwanamke mambo, mwanamke mashamshamu. Na mashamshamu yenyewe ndio haya tunayozungumzia, ndio haya ya kipepeo ninayokuambia. Kama wewe unakuwa baada ya tendo la ndoa unachukua tisheti yake ya Arsenali ndio unampepea nayo, mwenzangu, wewe hujafundwa. Maana anayefundwa, aliyefundwa atatumia kipepeo. Sasa kama ulikuwa hujui, leo umejua. Kama mtoto wa kike kitandani chako sasa hivi hakuna kipepeo, fanya hima kesho uhakikishe kwamba unapata kipepeo. Na kazi zake nimekupa ndizo hizo. Na wewe mwanamume, wakati kijasho pale kimekutoka, usikubali mtu achukue shati yako eti ya Man U ndo anakupepea nayo. Hapana, kataa. Mwambie enda katafute kipepeo. Sijui kama tunaelewana.